na faini juu. Safi sana. Sasa bwana wewe twende nani? Twende klabuni bwana. Tukachangamshe mwili hapo tujipongeze. Kwa kweli nimefurahi sana. Niliwaambia siku ile kwamba mtakuja kushuhudia sisimiza kimwangusha tembo. Nimefurahi mno yani. Tumeshinda ile shirika? Sio masiara. Ingawa abiria wametushinda lakini nimefarijika. Lile ndiyo baraza la ushindani. Halina upendeleo abadan. Ni kweli kabisa. Unasemaje Naima? Yaani bosi Keko, kweli nimeamini. Palipo na sheria na ikafuatwa, basi kila mtu atapata haki yake. Na baraza wamethibitisha hilo. Bosi, siamini kama tumelishinda ile shirika. Maana wale ni shirika kubwa. Hii ni ile ya shoka kuangusha mbuni. Bosi Keko, inabidi leo tukasherehekee. Hapana shaka. Lunch ni juu yangu. Hayo maneno bosi. Kwa kweli nimefurahi mno. Washinda wale? Sisi hapa bwana tupendelee mtu. Kinachotuongoza hapa ni sheria tu. Sasa kama wewe na shirika lako ulidhani labda tukupendelea, ulikosea. Mmefanya makosa kwenda kuingilia ruti ambayo si yenu. Kibali kilikuwa hakijatoka. Lakini bila aibu mkaamua kupeleka ndege zenu kule. Kisheria na kiutaratibu mmekosea. Hivyo naomba muelewe kwamba sheria imechukua nafasi yake. Lakini mheshimiwa, naona kama kuna sehemu kama mmekosea. Ukitaka kuelewa vizuri nenda kasome nakala ya hukumu yangu. Ila kumbuka tu kwamba baraza la ushindani linazingatia ushahidi, utaalamu wa kiuchumi na sheria inasemaje. Pia kaa ukifahamu kwamba baraza la ushindani liko hapa kwa ajili ya kila mtu. Awe tajiri, awe maskini, kampuni au shirika kubwa au dogo. Na hata kama rufani ni ya mtu binafsi na kampuni au shirika kubwa, kinachotuongoza sisi ni sheria tu, na hatujali uwezo wa mtu, uheshimiwa wake, hata ukubwa wa kampuni yake. Nadhani umeelewa vizuri sana. Okay, mnaweza kwenda na rufaa nyingi za kusikiliza kule chemba. Asante sana. Uwepo wa baraza kama hili ni jambo la muhimu sana katika jamii yetu, hasa kwa upande wa sekta za biashara, kwa sababu kazi yake lenyewe baraza hili ni kusikiliza rufani zinazotoka na maamuzi ya vyombo mbalimbali vilivyowekwa, ikiwemo hii EWURA, ikiwemo tume ya mawasiliano, ikiwepo SUMATRA, ikiwepo tume ya ushindani wa kibiashara. Vyombo vyote hivyo vinashughulikia masuala na migogoro mbalimbali ya wafanyabiashara na vinafanya maamuzi. Sasa mtu asiyeridhika na maamuzi ya vyombo vyote hivyo ndio analeta rufani yake katika baraza hili. Kwa hiyo baraza hili ni muhimu sana kuhakikisha haki zinatendeka katika sekta ya biashara hapa nchini. Baraza la ushindani ni chombo kizuri, lakini nahisi bado Watanzania wengi hawafahamu kuwepo kwake, hasa wananchi wa kawaida hawafahamu kuwepo kwake. Kwa hivyo nadhani ni muhimu labda kutoa elimu, kuwaelimisha watu kwamba baraza la ushindani lipo na lipo kwa ajili ya watu wote, yani kwa ajili ya wananchi na kwa ajili ya makampuni pia yanayofanya biashara. Maana yake kama mteja wa kampuni za simu au mteja mwingine labda wa SUMATRA au wa EWURA ameathiriwa na kitendo chochote cha kampuni au shirika, basi anao nafasi ya kukipeleka kitendo hicho kwenye baraza linahusika, na kama hakuridhishwa na maamuzi anaweza kukata rufaa kwenye baraza hili la ushindani hapa. Ushauri wangu mkubwa ni kwa wananchi wote kulitumia hili baraza, kwa maana kwamba maamuzi yatakayotokana na vyombo ambavyo rufani zake huletwa hapa, vyombo hivyo vinadili na maisha ya kila siku ya Watanzania katika biashara. Kwa hiyo maamuzi yatakayotoka huko ambao wataona hawaridhiki nayo, basi baraza hili lipo kwa ajili ya kuja kuwatendea haki. Baraza la ushindani ni chombo kinachohakikisha kuwa wewe Mtanzania unapata huduma bora, kwani ni haki yako. Hivyo ni muhimu sana kuacha ile tabia ya kulalamika pembeni pale unapohisi haki yako imepokonywa. Njoo baraza la ushindani na haki yako uliodhani kuwa imepotea utaipata, kwani baraza hili lipo na litaendelea kuwepo mpaka pale ushindani utakapotoweka duniani. Mimi wateja nawaambia walitumie baraza, kwa sababu si lazima, kama kuna maamuzi tunatoa na wanaona labda hawaridhiki, wasikae kimya.
wasinungunike ama wasi wanalalamika tu pembeni, waende kwenye baraza. Baada of course wanaweza kaja tena wakasema kwamba uamuzi wao tukubaliana nao kwa sababu hizi na hizi, tutaangalia pia, lakini pia wanaweza wakaenda tu kwenye baraza kule ili kusudi mambo yaelezwe kwa undani zaidi na maamuzi yatolewe kwa haki ili kusudi naye aridhike, kwa sababu sisi huyo kwetu sisi ni mteja wetu na tunataka endelee kuwa mteja wetu kila siku, na kwamba ataendelea kupata huduma kwetu. Sasa hatuwezi kutoa huduma tukiwa katika ugomvi. Kila mtu aridhike ili wote kwa pamoja tuweze kufanya usafiri wa anga kuwa wasalama na endelevu. Ningependa kuwashawishi wa Tanzania, sio wale tu ambao wanapata huduma kutoka sekta ya mawasiliano, hata kwenye sekta zingine, wafahamu kwamba kuwepo kwa hili baraza la ushindani ni kwa ajili yao. Na mara nyingi huwa sisi mamlaka ya mawasiliano tunawashawishi wananchi waache kunungunika, badala yake walalamike. Maana Watanzania ni wazuri sana wa kunungunika kwamba hatendewi haki, hafanyiwi hiki, lakini hawachukui hatua. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ningewataka ni kwamba wachukue hatua za kulalamika pale wanapoona kwamba hawajatendewa haki. Ili kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi na wawekezaji, Baraza la Ushindani limejiwekea mikakati madhubuti itakayohakikisha kuwa kila Mtanzania anaridhika na maamuzi yanayotolewa na baraza hili. Baraza la Ushindani lilipoanzishwa lilijiwekea mpango mkakati wake wa miaka 4 ambao humo ndani una dira na dhima ya baraza. Mwelekeo wa baraza unajulikana kupitia kwenye mpango mkakati huo. Mpango mkakati huo umejaa malengo na mikakati ya utekelezaji ambayo kila mwaka inafanywa mapitio na kutengenezewa action plan pamoja na bajeti yake. Bajeti hiyo inawezesha malengo hayo kutekelezwa. Lakini pamoja na malengo mengine ni ya kuhakikisha kwamba baraza linatoa huduma kwa Tanzania nzima. Hayo malengo yamewekwa ili ofisi za baraza ziweze kuonekana popote pale mtu anapokuwa Tanzania, aidha kwa njia ya uwakilishi au kwa njia ya uwepo kabisa. Baraza lina mkakati wa aina hiyo. Lakini kwa sababu ushindani na udhibiti ni swala endelevu, baraza vile vile limeweka mikakati ya namna ya kuwapa uzoefu wajumbe wa baraza. Wajumbe wa baraza ni watu wenye elimu zao nzuri, ni watu wenye umri ulio wa juu, ambapo hawahitaji kuanza shule upya, lakini wanahitaji kupata uzoefu katika masuala hayo ya udhibiti na ushindani. Kwa hiyo upo mpango maalum kabisa ya kuwawezesha hata wazunguke huko duniani kuangalia na wengine wanafanyaje. Lakini hali kadhalika wafanyakazi vile vile wa baraza nao wamewekewa mkakati wa kuelimishwa vizuri, waweze kuelewa jinsi ambavyo mabaraza kama haya yanaendeshwa na jinsi ambavyo wanaweza kutoa ushauri wao wawezesha wale wajumbe wa baraza pamoja na mwenyekiti kufanya kazi yao kwa ufanisi kabisa. Naomba wa Tanzania, kwa kweli tusidhani kwamba kuna mtu mmoja hivi au kikundi cha watu labda 100 ambao wanaweza wakathibiti kwa mfano ubora wa bidhaa zote, au labda wanaweza wakathibiti labda bei ya mafuta, wanaweza wakathibiti labda tuseme mambo kwenye simu kwa mfano labda bei zimepanda hapa na pale kwa maana ya hizi gharama za kupiga simu na kadhalika. Lazima Watanzania wote kila mmoja pale alipo aone kwamba kama kuna jambo ambalo linamtatiza anafanya utaratibu wa kuweza kulifikisha kwenye baraza hili la ushindani. Na kwa wale ambao wanafahamu sasa wanaweza wakaanza na zile mamlaka za udhibiti, wakaenda kule. Wasipopata haki yao, nataka niwaombe kabisa tutumie baraza hili ili liweze kuhakikisha kwamba sio tu kwamba haki inatolewa kati ya mlaji na mzalishaji, kati ya mzalishaji na mlaji, lakini vile vile haki inatolewa hata pale ambako mamlaka ya udhibiti inashindwa kufanya kazi. Baraza hili liko pale kuhakikisha kwamba inatoa haki, ili kwamba kama kuna mahali pamekosewa katika maamuzi yote, labda kwa taarifa ambazo hazikuwa sahihi, baraza likae tena litoe maamuzi, lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inakuwa ni eneo ambalo mwekezaji akija kuwekeza au mwekezaji aliyopo akiwekeza anaona kwamba fedha yake hajapotea bure, lakini vile vile mlaji anaona kwamba nimepata bidhaa ambayo ni nzuri, ina thamani nzuri, lakini vile bidhaa ambayo bei yake
ni bei ambayo naweza nikaimudu kutokana na kipato changu.